25 hadi ndogo 28 madongo 3 ndogo 3 madongo 3 prario kabisa kaprario koda boro 25 28 wajane kabuno nyasaye wacho kwa wacho tusikie kama msiku leo Mungu anataka kusema nini kwetu. Kama sasa ndio nasoma Bila mama amepata anaweza kutusomea Yeremia kwa pamoja na yake Eke wangi Uwacho kama Ruoth Nyasaye timo maber ni joma ogenye kendo madware. En gima ber bedo gi kwe. Bedo gi kwe kirito Ruoth Nyasaye mondo oresi. Bende ber mondo ng'ato oting' jok kapod en wuowi. To ka Nyasaye otweyo jokno kuome, to ber mondo obed kar kende koling'. Nego obolre chuth nikech kamoro dipo ka oresore. Ne onego ochiw lembe ni ng'at madwaro pale. Ne oyie bedo ng'ama ji yanyo. Nikech Ruoth Nyasaye ok nowit ng'ato nyaka chieng'. Kata bed ni okumo ji malit. To ong'uono negi bende gi herane mogundho mosiko. Nimar ok ohero sando dhano kata kumo. haleluya Dima bora aina Ameenda mbali sana. na duaro prario koda pina kaprario koda boro Kutoka 25 hadi 28. tawio kwa watu na ufunuo kwa ile yake kwa kama na Umesikia umeenda tunao hivyo mbele. moko magora nyasaye kwa maana Kwanza namshukuru Mungu. le kufoka dua huyo kwa video ni nyasaye kwa watu kwa leo Nataka kuzungumza kama sisi tumwa hapo kwa watu ni mora Mungu anasema hapo kwa watu ni mora kabla sijasema chochote, Mwanda duka nyasaye kwa maana wacha tumshukuru Mungu moselo kwa tuolane ambaye ametuandalia nafasi hii. hayo sisi wa dudo Mungu ametulinda kila utakapo wakati. kwa kandu mara Akatuleta katika hekalu lake. kile kanenda nani mokado Hapo nyuma siku 2 zilizopita ne wantu wataka ile pinyo marika ni molo Nairobi ka tulikuwa na jambo nzito sana hapa Kenya yetu. to ndio na masire weche magapi Watu waliona dhiki katika njia za maji. kama wewe ni ndiye mageni nilikuyo Wakati tunazungumza kuna miji mingi ambayo inaomboleza ndio paro kama kwa kwa wale na pia wanafikiria jinsi ambao watazindikiza wenzao. Kimang'eny nowito nyaka oyudine gima gitimo. Watu wao walipoteza ile makazi ambao wanafanya. Kimang'eny nowito nyaka gima maber mane gigeno. Watu wengi pia watoto vitu zao pia wanategemea. Anda duok ne Nyasaye kama. Mimi nitamshukuru Mungu. Nikech weche gitene timore kambe anenda. Kwa sababu haya yote yanafanyika nikiwa pale barabarani. To kaka pile Nyasaye jareso joge. Na jinsi kila siku Mungu anakomboa watu wake. Achiel kuom joma Nyasaye oreso weche machal koda. Mimi ni mmoja kati ya wale ambao Mungu aliwakomboa. Nikech an to an ng'a. Mimi ni nani? Mane gino yuda ndara to aduogo kambe makata. Ambaye tulipata pale barabarani karudi nikiwa hai bado. Ano wach manyalo kelo chuny le. Ni jambo ambalo lina uchungu katika moyo. Ng'ama nowuok kodhi dwa. Yule ambaye alitoka kienda kutafuta. Moko iwinjo ni wach gino osetho yudore mochano. Wengine wanapatikana kwamba washakufa kwa pale kwa mchana. Moro nikech Nyasachwa ngima. Nafurahi kwa sababu Mungu wetu yuko hai. Moro nikech Nyasachwa nitie. Nimefurahi kwa sababu Mungu wetu yuko Moro hai. nikech Nyasachwa timo. Nimefurahi kwa sababu Mungu wetu yuko hai. Mano wachokore kaka wuono. Kwa sababu tuko hapa siku ya leo. Ni baada nyingi Nyasaye mang'eyo. Baada ya ibada mbele ya Mungu aliye hai. Gik madongo ma Jehova timo. Tuongee juu ya yale makuu ambayo Mungu anasema. Weche mosetimore e ngima wa. Wewe ambaye unaika katika maisha yetu. Ojiw ji mamoko. Iweze kusiwa na Nikech wengine. Nyasaye ma wadiko dire nyingi. Ndio unajua kama Mungu ambaye tumekimbia En tumekimbia Nyasaye manyalo gik moko ni duto. Mungu ambaye anaweza yote. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Wawinjo wach mondikie ywagruok ma Jeremia. Nasikia kitu ambacho ndio kitabu cha Yeremia. Jeremia wuod Hilkia Yeremia mwana Hilkia en achiel kuom jonabi mag Jehova Nyasaye. alikuwa mmoja kati ya manabii wake Mungu. Ni jonabi ang'wen madongo. Kwa wale manabii wanne wakubwa En achiel kuomgi. ni mmoja kati yao. Nomiye nying kaka janabi ma jariwak. Na alipatiwa jina kama nabii wa kulia. Ang'o momiyo nomiye nyingno? Sababu gani alipatiwa jina hili? Jeremia ne kate weche matek ahinya. Yeremia alikuwa anapitia mambo makubwa Wechegi sana. ne miye chunye lit. Mambo haya alikuwa anapatana kwa na Kaka mano Mungu. yudo chunye lit to noparo Jehova Na Nyasaye. wakati alikuwa na moyo uchungu alikuwa anamkumbuka Mungu. Oringo mondo oywag e nyim Jehova Nyasaye. Alikuwa anakimbia aliye mbele yake Mondo Jehova ema mondo omi orese. ili Mungu aweze Seche kumkomboa. mane Jeremia ywak. Na wakati alikuwa akilia, Chunye lit mane yudo nokoyudo kuom wasigu.
wala uchungu ambao alikuwa anapitia katika maadui. Yule aliyekuwa si. Hakupata katika mikono ya maadui. Yule aliyemjomba kiae. Hakupata kwa watu ambao Jambo lilipendejomba na mugado. hakupata kwa watu ambao alipata uchungu katika mikono ya wenzake. Alikuwa anapata na magumu katika watu wake. Watu ambao alikuwa wanayechungu. Jinsi Mungu alikuwa akitembea naye. Na ile ahadi ambayo Mungu alimweka katika maisha yake. Kwa hivyo watu walikuwa mwake kwa uchungu. Aliangalia mahali akikimbia kielekea. Akaangalia yule ambaye angeweza kumlilia. Lakini moyo wake akamwona tu Mungu. Sababu alimlilia Mungu katika ule uchungu ambao alikuwa anaona. Jehova Mungu anasema kwamba mtu akipitia jambo fulani kwamba ni vyema umlilie Mungu. Watu gani unafaa kumlilia Mungu? Jehova Mungu ambaye tuko mbele yake. Imeandikwa kwamba yuko na Mungu. Imeandikwa kwamba ni yeye yuko. Imeandikwa kwamba kuna uwezo. Imeandikwa kwamba anatenda. Yule ambaye ameacha binadamu amekimbia kumlilia Mungu. Biblia inasema kwamba ni mtu anabarikiwa. Kuna watu hadi katika nyumba ya Mungu wanalilia binadamu. Kuna watu ambao walikimbia huko katika nyumba ya Mungu. Fikira yao wenyewe wameweka matumaini yao kwa Mungu. Leo wakiwa kanisani wanalilia utumishi wa Mungu. Wanaweza kulilia huko wakiingia katika nyumba ya Mungu. Wanaacha kulilia huko wanalilia Mungu. Wanaacha kulilia Mungu wanalilia watumishi wa Mungu. Na siku ya leo Biblia Mungu inasema kwamba inapaswa kwamba kama kuna usiku fulani mtu ako peke yake amlilie Mungu kwa sababu Mungu anamjua. Mungu anaweza kutenda. Mungu anasikia. Mungu anajua kila mtu. Ukienda mbele yake kuna uwezo mkubwa atakutendea, atakutoa kilio. Najua kwamba hata kama sijafanya ushuhuda, hata kama hujafanya ushuhuda, haimaanishi kwamba uko katika mikono yako. Haionyeshi kwamba hauna vita. Unaona mahali umenyamaza, vita ambayo inakupiga ni mzito. Umeshinda wale ambao wanapenda ushuhuda. Kuna jambo nimesikia mtumishi wa Mungu akisema, amesema jambo la uchungu wa kushangaza. Ikakaa maisha yake, anakumbuka nyumba yake, anakumbuka mama yake. Anasema jambo hili ameweka mbele yake kwa sababu gani? Wakati alitoka nyumbani, kutoka wote kutafuta usaidizi. Tukatengeneza baba yetu mahali ambapo tumetoka. Ndio jambo kubwa wewe tuleta mahali hapa. Na hata hivyo baba nyingi tulizotoka hatukutoka na jina lake Mungu. Tulitoka vivyo. Ingawaje kulikuwa na Mungu kwa wewe. Ndio jambo ikutulazimisha. Hatukuona uzuri ambao ulikuwa unaleta. Hata kama ni wazazi wetu. Hata walikuwa wazazi wetu. Hatukuona uzuri katika haya mambo. Nilipokuwa tunakuwa. Nilikuwa tunasema kwamba siku likiwa kubwa. Nimalize masomo nitafuta kazi. Nitekeleze mambo yetu. Hakuna mtu alikuwa anasema katika moyo wake kwamba siku moja nikiwa mkubwa nitafuta imani niishi kama Mungu. Jinsi Mungu ni mtu wa ajabu. Ameongoza watu wengi. Tulifika pale. Unajua kama si jambo geni. Jambo ambalo unajua si jambo geni. Tumefikiria tumemkulia. Kwa sababu gani? Mungu alijua kilio chetu. Hata kama tutamwelekea. Alijua kitu ambacho kilikuwa na anajua si kazi peke yake. Anajua kama kuna mambo fulani. Anajua kuna mambo mengine pia. Anajua kuna kitu ambacho kimepandwa ili mtu asiendelee vizuri. Wengine kupendeza mtu ambaye anamjua. Kunaye watu wako hapa hata hicho ambacho kunafikiria zinaenda vizuri.
kuzuia ziende vizuri hadi katika nyumba ya Mungu, ambao vita mwapiga kisirisiri, wakarudisha vita katika maboma yao na pia majumba na kila siku wanapoomba kuna mtu ambaye anamuombea vibaya. Na ukweli ambao uko nao kwamba wewe unasema katika maisha yako hawezi kusema hata na hizo vitu zinaongeza vingi. Na siku ya leo Jehova Mungu ananena nasi, ananena nami hata tukiwa hapa, anataka tusikize neno lake. Kuna uzuri wa kusikia sauti yake. Mungu alitujua kabla hatujazaliwa. Yeremia mwana Hilkia, Mungu akianza naye amepata ni kijana mdogo sana, alikuwa mchanga sana, na Mungu akampatia majukumu mazito na yalilia. Alimwambia Mungu, bado mimi ni mchanga, sijui kitu ambacho nasema mbele ya watu wanituma niwe kuna watu wamechaguliwa hapa ambao wamepakwa na nguvu ya Mungu, na wanaangalia miaka yao, wanaangalia uwezo ambao wanao, wanaangalia jinsi ambavyo wameishi, wanaona pia wao wanalia pia wao, hawarudi wajiulize wenyewe, mbona Mungu ameleta jambo hili mbele yangu, mbona Mungu ameleta jambo hili katika maisha yangu. Tunasumbua wanawake na wanaume hadi siku ya leo, watu wengi wanarudi katika moyo wao ndani ili wajue mapenzi ya Mungu katika maisha yao, mapenzi ya Mungu. Mtu asikie sauti yake, mtu ambaye alimtenganisha na damu na Mungu ilikuwa ni kutomtii Mungu. Vile ambao kusikia sauti yake kwa binadamu wa kwanza ambaye anaitwa Adamu wakiwa na mke wake hao, Mungu akasema kwamba usifanye. Aliona kitu ambacho alifanya Afrika pale na Mungu ni mtu wa rehema, akaanza kufanya jambo fulani ili kilio ambacho tuko nacho shida moja pitia usiku leo sana ili ifike mwisho. Siku leo jina lake Mungu anasema kwamba mtu akipitia hiyo anafaa peke yake amlilie Mungu. Mbona inafanyika hivyo? Mungu afanye na mengine ambao si kila mtu anafanya, hata marafiki zake hawawezi, hata wazazi wako hawawezi, hata watu wanaamini hawawezi, wazazi wako hawawezi jambo hilo, hata mke wako hawezi, mume wako hawezi kufanya hivyo, hata watoto wako ambao mafundisho wakasimuka mengi wamerudi vitu vizuri hawezi kufanya hivyo. Wanakwambia siku ya leo ile uchungu umepitia mambo yote yamepiga maisha yako, unasikia Bwana yaja jambo hiyo mambo ambayo yalikwa kuna mtu anaweza kuyafunga mtu tu akiamini aliamini katika wokovu, hata kama wokovu hujakuja. Watu walipata wokovu kabla wokovu hujakuja. Kwa sababu gani? Walikaribisha walikuwa na imani kwa jambo waliambiwa kwamba kuna mtu anakuja ambaye atakomboa ulimwengu. Wao walikuwa na mambo hayo, walikuwa watu wazuri ambao waliamini katika jambo hilo. Maana ukienda mbele yako mambo yao Mungu anajua. Ile vita na wanalipitia Mungu alikuwa anafika nao kwa heshima wakisifu jina la Mungu. Leo kuna jambo fulani ambapo Yeremia 17 soma pale tuone kwamba suluhisho ya jambo hili kuna kitu ambacho kweli sio mambo tu yamewekwa, ni mambo ambayo yamewekwa pale, yamewekwa na hadi kubwa sana. Na watu wanatoa vitu vikubwa katika maisha yao wakilaani nao mambo mengine, wakisema kwamba pale kwa kiseda pale hakuna kizuri kitaonekana pale, hata watoto wasome hakuna kitu ambacho wanakufa jinsi ilivyo. Wakasema wakati mwingine kwamba kuna miaka ambayo wanapita katika ule najua moja yao bado niko hai hadi siku ya
leo. Walisema kuna miaka utafika katika ile Roma. Hiyo miaka imepita. Hiyo miaka 18. Nikasema mbele yake Mungu. Namwambia Mungu anaweza. Mtu akisikia sauti yake akafanya jinsi anavyotaka. Utasimamishwa juu. Ale mkele kwa chini. Ngoja umfike kiasi. Jehova Mungu yuko. Hata kama fukara amepeleka chini. Kama jinsi kama watu mbaya wote. Tena Mungu watu kwa mbele yako. Mungu watu. Atakumbuka ambao leo afanye kitu ya sasa. Mungu anaeleka hapa. Sasa mtu akiamini atafikia sauti yake. Amepata kitu kizuri. Na watu wote kama Mungu yuko naye. Unaona tena vizuri. Pengine unaamini. Hata kama umeamini. Imani imechangamka. Mambo mengine ulimwengu. Naona mazito. Hata hivyo Baba Mungu yuko. Yaani wa rehema milele. Anamlinda mtu mmoja. Tutemesema kwa moyo wake. Kama nilikuwa nimeahidi hata rudi katika mara nyingine. Hata mtu ambaye alisema Mungu alipasha nibariki. Na wengine mashuhuri yao. Mungu anawafanya. Kwa maana sema katika moyo wako. Utengeneze maisha yako. Ulitaomba Mungu. Watu mbele yake. Mungu ayerudia. Afanye jambo. Katika moyo wako. Usiende jinsi watu wanaenda. Usiende jinsi watu wanaenda. Ona jinsi mama yenu. Wengine jinsi mama yenu. Na wengine tunataka maisha. Hata watoto wako ambao wanajua jinsi ya mama yako. Inafaa kusumbua kwa wao. Kuta karibu na wao. Watu kama Mama sawa. Nasema chonia. Ujo Juda. Ichuoni ke kalam. Watu kama nasema chonia. Ujo Juda. Ichuoni kalam chuma. Ndogo ni mapin echuyu. Edoe tuleke leu magliswa. Watu kama ya utu paruka kende magliswa. Kwa siku ni bila momana uchumi etieni yenduto otimo otie. Watu kama ndoe vive. Watu gode duto banye bebe. Abiro biyo siku ya mwanduto nikati choma usetimo. Sembeni haleluya. Ndoralo la Mungu. Funga tu Biblia. Umeona sasa watu. Yeye Mungu anasema. Hata ndio ngalo moja. Ndio geti kwa ndio ndio ume. Mtume Mungu amepatia. Ndio ngandage. Apelekee watu wa hizo ngine ya. Aambia kwa choma unjo Juda. Aambia watu wa Yuda. Juda linajaza watu kijana nyanya. Yuda ilikuwa mlango wa Jeremia kabisa. Magene ni wanaanza kaelekea. Hadi wewe uko ndio maneno sasa yote mkosea. Hadi watu ambao Mungu aliweka na wao. Na baada ya kukua kutoka. Ukikosa ndio wao. Ukikosa kusikia. Ndio mimi ukiti mtende mambo. Ukifanya ukafanya mambo mengine. Maana ukijana moro na saa. Ambaye kunamfurahisha Mungu. Maana mimi Yehova na saa yule. Mungu akamtuma Jeremia. Ndio msikene ya. Baba akamwambia kwamba dhambi zao. Andika marchu. Imeandikwa na kalamu ya chuma. Katika Biblia. Maana yake ni chuma na sema matu. Wewe dhambi ambayo imeenda ndani kabisa. Maana hata leo tunalo ya kama. Hawezi kuacha dhambi tu. Lakini wao watu matu. Walikuwa nataka jambo la Mungu watu wote ndio walikuja. Hiyo kitu imeingia ndani yake kabisa. Hata hivyo hawako wamecheza. Tunasaidia sako hizi. Mungu alipeleka katika maisha yao. Haingeweza kuingia. Ilikuwa inakaa kama kelele kwao. Wakaambiwa kwamba sababu ndio kulokuru mbadilike kwa sababu imani yao na sababu zao watachukua mali yao watawateza pia kwa miaka mingi sana. Tumaanisha kwamba ilikuwa ni kichapo kosa kusikia mbele yake. Hata nisiposikia siku ya leo kuna ile consequence kama sijafanya maamuzi mazuri leo, kuna uzito Mabilo tie gemana ambayo itakuwa katika maisha yako. Mabilo miso na tie ambayo itaonyesha kwamba kweli tie kaka senga nyimnya sana. Kuna jinsi ambayo nimekosa mbele yake Mungu. Na mwasi nyimnya sana. Yule ambaye ameasi mbele yake Mungu. Tie manya
lazima zimfanyike. Jehova dwaro watatia. Jehova Mungu anataka jambo moja. Wewe kana watinga kwa dua. Tuamini tufanye jinsi kama totamore. Mtu akikataa rachimelo donge chune. Zubao unaweza kuzidi kuwa ndani yake. Atomelo pelo na mabori ya saya. Anakuwa mtu ambaye kwa mabori ya saya. mtu akiwa mbali na Mungu. Mjasi wiro tuono. Adui anapata nafasi. Marbi ndio himo ngemana. Anakuja kupitia kwa ndio ngewachi mwa. anaingia na jambo fulani. Kama ropoke tayari. Ambao utafikiria pengine. Unarubiri moro. Akuja katika njia fulani. Ambao wewe hujui. Manaje ogone. Mungu tu anajua. Usenge kake cha. Anajua jinsi ulivyo. Watu kiwi. Amesema jambo la usiku. Ametumia watu na wajastara. Anasema ya kwamba wewe mondo chwatilicho wala kichapo vike kwa. Haya imani waneni kuna mwana ndio katika shamba la Adamu yao sangani. Adamu na Hawa wamekosa. Haya ndiye kongo son manene sana. Kuzo mahali Mungu alikuwa ameweka. Kama ndio winge mabaya. Mahali alikuwa asikia vizuri. Maana ukipuka ndio ukiti. Hawakuwa analima hapo na fanya kazi. Nchi ya Mungu wala sai na wala. Alikuwa anakula kwa kitu ambacho Mungu alikuwa ametengeneza. Ndio watu. Na walipatiwa kichapo Korokoro kum. ili sasa walete hukumu. Mungu kujipenya kata. Ambaye ameshika watu wa siku ya leo. Lazima ufanye kazi utoe jasho. Ndio upate kitu cha kukula. Unaweza kufanya kazi utoe jasho. Umeamka asubuhi kidogo ni Sunday. Unafika saa 3 ukata hata shilingi 5 hujapata. Hiyo ndio kifungo ambacho Mungu baada mtu akifika nyumbani kwake baada ya mjui Mungu naona kama hii maisha ya kawaida nafasi iko mtu anaweza kubaki peke yake amlilie Mungu ili kama ni kitu imeandikwa na kalamu yake chuma Mungu apate njia ya kuifuta. Alituma ulimwenguni japokuwa wale ambao wameamini ndio amesema kwamba yule ambaye hata jinsi ambavyo tuko wengi hapa kanisa yale ambayo amechungua Jehova Mungu atatenda kwa sababu injilisti watu wako wangapi? Linasema kwamba Jehova Mungu wetu anajua hesabu ya nywele ya mtu. Unafikiria binadamu anakosa kujua kumaanisha kwamba akija kusumbua ukimwekea Mungu itafanyika. Jinsi gani utakaribia mbele yake Mungu? Kuna mambo yameandikwa ambayo inahubiriwa ni siku ya leo. Yeremia alikuwa ananena kwa mambo ambayo alikuwa ametabiriwa. Waliamini katika haya mambo jinsi hata leo haya mambo yakifika sawa. Wengine bado hawajaamini kwamba wameona, wamesikia, na pia wengine wamejaribu na hata hawajaamini ile siku ya leo. Biblia Mungu inasema mtu akiamini, mtu akiamini na mtumishi wa Mungu akiamini majibu mazuri hapa siku ya leo. Nimeshukuru sana. Nimesikia msema Mungu akifanya ushuhuda hapo. Hali Mungu amefika naye. Hizo ni moja ya mambo. Ukimjua Mungu umemsikia. Lazima ujue kama Mungu wake anasema Mungu ambaye anafanya yuko hapa na najua wakati mwingi sana. Vijana wadogo hapa. Mtu akiwa vizuri anajua Mungu aweza kuja. Hata hivyo anacheza kwa kama ni kitu cha Mungu. Msichana na mtu amesema jambo fulani. Kwa yule ambaye amesikia najua kitu ambacho amesikia. Wakati alikuwa analia sorocho katika mkono mwingine. Ndiye Bwana sana mmoja akiwa mfano. Ndio ile majibu makubwa katika maisha yake. Hii ni shuhuda yake Mungu. Akisimama nafaa kuwa na neno. Mambo ambayo anasikia kwa watu wanasikia kwa wengine. Nafikiri matumaini ambayo tunayo. Kwa katika mikono na itafanyika vizuri. Ukienda na fikira yako jinsi watu wanaenda. Mmoja atakuwa na kidogo. Haifai ufike hapo. Biblia Mungu inasema. Katika kitabu cha Kolosai. Hili. Aya 13 maisha ya binadamu katika nyumba yake nguvu ya Mungu iko. Jambo ambalo limeandikwa kitabu cha Kolosai. Haleluya. Katika
alishakufa, alizikwa, akafufuka, akaenda wadala macho na maisha alikuwa akiamini atakuwa mshindi. Unasikia mke? Amini kwa Mungu. Ilishikwa mshindi. Na mume wako sio Mungu wako. Nasema mume mke wako sio Mungu wako. Wewe pamoja lakini tuwe pamoja. Hata kama ni familia, hata kama sisi ni familia, hata kama ni kama hata kama ni watu tusiane kwa mama bali heshima katika maisha ya watu. Kama jinsi umesema alisema kweli ambaye alikuwa amesema umefika miaka ya kitambo Areo apart pada de, apart pada angin, apart pada biji. Joko Rosai, pagade. Watu kama Mana saya watu? Watu bado ni choma, ni kunjoma hapo kuchuru ni show. Ndio ni kechi ni kunjoma hapo ya Yahudi. Ndio ni choma hapo tena. Na sai koro semo usisemio udoko mangima kazi ya Kristo. Semeni haleluya. Haleluya. Kauone siku ya leo kila roho picha ngima ni ukipiga picha katika maisha yako. kaka niingie katika kidomo. Jinsi ulipokuwa ndio ulipokuwa ukikua. Kaka winyo kwa watu yako yoaje. Jinsi nimesikia jinsi vigezo ya hapa wewe. Nisono wale ngima ndio kiwango mmoja. Inamaanisha kama katika maisha yake yende katika hatua nyingine. Ndio kiwango maana chako. Ameona kiwango ambacho alianza nayo. Kiwango mentie. Kiwango ambacho yuko Kwenye hao modo kino. moyo wake unatamani kwamba aende katika kiwango cha chini. Paulo ni watu wale anaambia Kolosai kwamba nikane cho. kama ilikuwa ikitani Ngima ni kaka ni taa. maisha yake jinsi ilikuwa. Maisha ya watu ambao walikuwa na wao. Hata kama ulikuwa na hadi ya Wayahudi. Hawakufanyia tabia ambayo Wayahudi wanafanyia. Kwamba leo kuna tofauti kubwa sana. Hiyo tofauti imeletwa na nini? Imeletwa kwa imani. Neno la Mungu mtu anaweza kusikia. Haleluya. Kama tunarudi Mtu akisahau akaribisha imani. Tokata leo kinja Yahudi. Hata kama ulikuwa Myahudi, tola kwa kabeli. Kwa tofauti. Ineno makasai. Kama mtumishi wa Mungu. Wakaliona watu ni watu na. Kuambia hiyo jambo. Watu ni watu moneke. Jambo imeandikwa. Watu na ngapara kama nkana. watu kama Mwana sai watu na. Norucho wajimani ni kutuwe wa linya kawa makchi. Watu no mudonje mwako mkakawa luto. Jone ogole ofa churu. Kokurugo msalaba. Semeni haleluya. Haleluya. Ngana mama huyo kuomba. Nani ambaye tunaenda kwake? Mama kumja maana tena ndani huyo kuomba. Kabla msabali na ngeti kwa Ndio mwana wa Spain. katika kumbe mchi. Ndio yeye chini makali winyo wa. Wale tusiposikia maneno. Ndio Petro ndio marito mwana na. Ndio ambao polisi wa Kauna kawa anataka. kwa leo tukiwa Watu hapa. nao sasa wale. Jambo litendeka. Ndio mali wa kuomba. Yapata kwako. Mali wa kuomba. Katika kwangu. Ni wabedi yeye. Kama tukue na imani. Ndio mimi kuomba. Hapa na nina Mano kwake. kwa ndio biro. Maguri ya sai mangima. Ndio mwini Yesu. Ndio biro bora pepo. Kuja kutoa dhambi. Mama wacho kisome Yohana kaza. Kwa Yohana. Watu ni mobile pene. Kama alikuja kwa mji wake. Semeni haleluya. Nito pino kwa wake. Yeye mji mkubwa kabisa. Nobiro. Lakini alipokuja Kaino kwa wake. hata kumkaribisha. Ndio maana nyaka wake. Ndio baba Ndio maana wake ndio kwa wake. kumtoa. Toka ndio wako Yesu. Alikaribisha Yesu. Tunaomba nini kumanyia. Walipewa jina jipya. Bado kwenye dunia sana. Ambaye kwa mtumishi wa Mungu. Ndio ndio dunia sana. Kuna kwa mtumishi wa Mungu. Ndio nasema kwamba Ukane. mbona sijaona.
na mwenye kumjua Nyasaye. Ukubali kwa Mwenyezi Mungu ambaye anateseka. Inamaanisha kwamba sasa ni wanyingi mania. Mungu ametupa jina jipya. Anatupa nguvu. Na mimi kwa ule leo watu ni Ndio leo tuna kwamba ni watu Nyasaye ntaka. Kwa Mungu ni nguvu. Sasa mwana Nyasaye ndio. Wakati Mungu anakuja. Watu ndio nini? Ni waka alitaka mbele. Anakuja na ana mwenye unatujie. Anataka kwa na imani. Kitu ndio ngene. Kana matendo na watu ni anasema kwamba alifuta hayo maneno. Ambao kwa leka chini. Ndio moko. Mbona hizi nani sana? Mtumishi wa Mungu. Ndio matuka tena. Kutakuwa mkuja kwa mdogo. Wengine wangi yuko leo. Mazao wamesha kufunguka. Maana ngifanye maana ile wewe ni mwana. Kutoka bendi jambo Maana unapima ni kitu mbele tena na kana. Kwa na kiongozi kwa Wengine nyumba. kama wewe tuko kaki Kama nitaba Mungu kama ndio mbele pena. Wote ndio na maduo. Hapa mkubwa. Mungu ni mkale. Tunataka na bidii. Kwa wote ni kodo hapo. Kwa hiyo anaona kwamba sasa neno ataneki kuma kwa mtu kwa umbali. Ndio maana neno na sasa wewe. Unataka kufunga vita. Siku ya leo. Watatia bado wale wale. Ambaye mtu anashinda vita. Bali kwa Yesu. Siku majuo pesa. Siku ndio Maria. Kwa upendo pesa maneno. Ni mmoja wao. Maneno hiyo. Mungu mwana spea. Yesu anapatia. Ndio ngono buche. Amekuchiende. Ambaye ni shetani. Kwa mjia wa uiza. Ambaye mkenda mbele yetu. Iwe njia ya kazi. Iwe njia ya kuishi. Iwe na utume. Iwe na mafunzo. Mkuma mbele kwa chini. Hata kama ujumbe. Walifika ujumbe. Kama tuko mbele yake. Anajua utazama. Anasikia wakinena. Anasema kwamba umeomba sana na kuelekea mbele sana. Adui nitakupa na matokeo. Hata kwa kuambia. Na kumshika nyumbani. Unafuta kazi nyumbani. Unakuja na nini? Sio uko na imani. Tena mbona utamwambia huyo mtu? Mimi nimekuja tu. Shamba leo mtalima. Shamba tunaambia mtu Alikuwa kija sae. Nimekuja na Mwenyezi Mungu. Akina sae. Najua Mungu. Kile sae ni koda. Mungu yuko na mimi. Mungu cha madong. Mungu ni sote chie. Akukembesha tani. Mungu yuko chako changa ni tena. Mungu ni luo. Mungu ni yeye. Hauna imani. Unafikiria kwamba Mungu kana ni lori kwa sababu. Mungu dola kaukana. Mimi napiga lori magara. Mimi leo tumelini. usinde kwa ngoja. Mami yuko kana chini wewe. Watu Milano. Hiyo maana ambayo yatangazwa. Mimi walinga mania. Kwa jina jipya. Wala kwa nini sae. Kwa Mungu. Hata bila sae kataonge kimona. Sina kitu. Sasa ni koda kitu kama watu wa. Ndio jambo kesho. Kwa sababu pamoja na timo. Kwa watu mwanao kamuona. Kaya mimi soma tanata. Ambia mzee Hii sina tena. Alikuwa na kwa radio ngine. Mkuta wa mbele. Watu wanawenda hapa. Wanaenda nyumbani. Chungu mtaduke. Kaya mwana maraba. Ndio na ndugu yeye. Na Yesu. Mungu kwa daraka. Nyumbani ndio chako ndugu. Kama hiyo timo na. Kama Mwenyezi Mungu kwa jina la Yesu anakupa ushindi nguvu. Kwa nyumbani siku ya leo. Unakuja na nini? Hapo unaogopa. Unaogopa. Wala unanyanyuka Mungu. Alafu mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtu ambaye unakubali. Kwambia siku ya leo. Ukitoka hapa. Sikuuliza swali. Umekuja na nini?
Niseme Mungu bila sai. Ni wao kumangema. Kuna uhai. Mungu kilosa wa roho kwa sababu Mungu kilosa ndio ni. Leo kurumu wa roho. Ile mtu kumna kwa ni. Ndio ni tiwano. Ndio kama ni kwa kwa kama wana ni ile. Mwenyezi Mungu. Kama mimi wange malaka sana. Kwa siku ya leo. Ndio mnasaidia wao. Ndio tengeneza. Ndio maana ngiki mabaya. Kama mazuri. Kama ni yepi kwa hiyo ngata. Alikuwa na gari mnamo. Ngoma na watu. Ngoma na tunapenda sana. Anendema. Niko na uhai. Niko na ngeke yako. Niko na nguvu. Anendalo maduo. Na uwezo kubwa. Ndio tatu hapo. Aonge biluoro. Ndio uoga. Ndio saini koda. Mungu kumnyingi Yesu. Usiogope. Mimi naogopa. Nami. Asante chikumu watu mmoja. Sio kama imeandikwa. Asante kukumu watu sana. Kwa sababu ni Mwenyezi Mungu. Mungu mmoja mmoja. Kama nitakuwa naye. Ndio majini yaloke. Ndio mbele tukaleta. Sio watu mmoja. Kama imeandikwa. Mungu unakuona. Biblia inasema kwamba ndio kumie. Tukajua imani. Ni wewe ni yeye sana. Ndio wakati imani ni nini? Ni yeye. Ndio sikati imani. Ndio kama nao kanisa hili hapa. Ndio kama mboti kwa mwezi 10. Ni yeye nani? Kwa imani ni nini? Ndio kusikia ni yeye kwa sana. Kwa hiyo imani kwa Mwenyezi Mungu. Watu magana kizo na dini mwenye wale kanisa. Ndio kwa kanisa. Kwa watu nao kwa Ndio mara nyingi karibu vizuri. hiyo ndio ndio kwa hapa katia. Neno kwa Ibrania 11. Hii ndio kati mange kia. Bwana ukweli Ndio maonge. pale ya Kitu tie. Ngato ili to ine waro kulilo lipenda na wewe wangu. Niki maonge ndio ngato. Mwana sasa sigere tunyo. Ndio ndako wapi? Ndio ndio kata mwana wangu tio. Hiyo mwana bila tunge skuru watia. Ndio kata mama wengine rubio. Onge ni motimo nano. Ane watu mwana nikume kali. Ndio bila timo kuma kwa. Ane watu mwana wale kali. Ndio ni kuma watu mwana ndio. Muma wacho hapa ndio tuko Jerumi. Wanda huyo kumi. Kwa imani. Ndio mwe. Watu wanazunguka. Yeye na. Imani ni nini? Yeye na. Imani ni nini? Yeye bado gaji. Kwa na ele kaka yeye na dawa. imani inaingia namna gani? Hiyo mali yeye. Na jinsi imani inakuwa. Hata dage teko. Hata dage che. Dako geno maduong. Maji mang'eny ongego. Ma wach moro koriwo. Yama logiye. Wacho ni gini. Watu wanaotimre kama nyaka joma nigi pesa mano somo moloi biro dong ka iwacho niya akuni wira ng'omo wacho otimore kaka iwacho ji dong ka wacho niya kara nong'e gimowacho mane wach madituo dwarorego makata kiwuogo ni gokinyi jaikie kumidhiye Jehova ong'eyo owacho niya okiduogi lweti nono nikech nitie ji kata mariti to mano yie ma wadwaro ng'ato nyaka bedgo obedogo ni Nyasaye ma wacho kisomo Jerumi no 11 matinda auchiel ni ng'ama onge yie ok nyal bedo malongo ne Nyasaye. Ibinjo ng'at Nyasaye ka onge yie ok nyal bedo malongo ne Nyasaye. Kati wach weche machal nade ilamo kinyi nyaka odhiambo michiw gik ma in go te to kionge yie mago duto kanono emomiyo walando yie maduong' man kuom Kristo Yesu ma ka ng'ato osekawo onge ng'ama biro buogi nikech Jehova nobed kodi onge gima biro tami timo Jehova biro timo ka gineno onge ng'ama ibiro luoro nikech Ruoth ni e nyimi omawacho na ng'at Nyasaye mawacho wacho gidogi e lela ni Yesu e Ruoth kendo yie chunyi ni Nyasaye ne ochier koa kuom joma otho to noresi semeni ala lowe nuo kendo wachno
Wacho kama. Mwacho ne. Ai wacho gidogi. Jo wadwa kuom yie. To irito mondo iwach gidogi. Ni Yesu en Ruoth. Ni yie chunyi. Ni Yesu en Ruoth. Mane Nyasaye ochiero kuom joma tho. Ni to ibiro resi. Yie en ufulo. Kiyie gi chunyi. Ifulo gidogi. Iwache chunyi. Ni Yesu. Ne Nyasaye ochier koa kuom joma tho. Ni teka ng'ato yudo resruok. Kik wadage kia mar koso ng'eyo. Ma weche te onge osiko ne dhowa. To chuny onge wach maber kata achiel. Wach ni nyalo chandi. Ok in kende mosechandi. Chieng' moro achiel ka Petro gi johala jela. Jeri jela wach moro oseyudo. Koneno wach maduong' ma Jehova timo. Ma wacho chande. Nikech openjore niya, ka jogi owuok ka, to chik ne osekel matek, ere kuma ngimana dhi bede, obedo maluor ahinya. Petro gini nong'ise wach achiel. Nong'ise wach mangima. To kata Johana nong'iso joma nie jana wach mangima. Tich Jode 10:11 madini kod 1 wacho nang'o? 10:11 Gimomiyo nyaka wawuok kuom yie. Kane kama Nyasaye odak. To nyaka wang'e ni yie nang'o. To nyaka wang'e ni yie donjo nang'o. To nyaka wang'e ni yie timo ang'o. Semeni alaloe. Nitie gik moko adek kuom yie ma nyaka ing'e. Nikech yie ok en wacha miwacho. Ni wang' kopenji ni yie. Ini wacho ni yie ne ng'ena. Yie mwawuoye ka. Ni malo moingo ming'eyo. En odwaro chunyi. Odwaro idogi bokule. Odwaro ni tijegi. Igeno gimondo nene. Kata ibiro dhi kamano. To nying Nyasaye biro duong'. E kinde ma wantie ok bor gi kinde mane ji nene matin. Piny pod en mana macha. Pogruok bede gimoro achiel. Ni jomoko nigi yie. To jomoko onge yie. Joma onge yie dwaro ang'o? Idwaro yie. Yie no wakane. Nowacho jo-Rumi ni to gini winj naye. Ok oyalnegi wach yie. To mane ma wawacho sani ni kionge yie. Amalo matek. Amalo kuom yie kawuono. Mondo wach yie ni akawe. Mondo adhi kode oda kawuono. Yie ni adwa kawe. Mondo adhi kode tija. Adwa kawo yie ni endi. Odhi kode e dalana. Mondo odhi otim gigo mane ok anyal timo. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Wacho kama negiwoke ni yie kuom Ruoth Yesu eka ipuo. Semeni haleluya. Gima ne momo wacho no. En wach manotimore e jela. Ka Paulo gi Sila oselemo. Giwer. Magirisi mag jela ginudio yienge. Magik manotwegi te noto. To goro giwuok e dhe. Sama ne giwuok e dhe, giyudo jela. Moneno wachno kaka otimo. Nobedo maluor nikech gima ruodhe ne biro timo. Mowacho nokawo ligangla nochwoyogo. Eka Johana Paulo nosudo machiegni nong'ise niya, kik iketh dendi. Wantie te kaka ne wacho. Onge ng'ama osegine kata achiel. To wachni nokare gi buok. To penjo jotich Nyasaye to an atimna. Ema Muma wacho niya, nayudo dwoko ni oyie ya. Ni to koyie ni to en kod joode ibiro rese makata Ruoth biro winjo gima timore. To yie manokawo kuom Paulo ginino ne biro sire kendo ne biro rite ma jogo nok bi timone gimoro. To mano nyang'isi niya ni yie maonge tim mano yie mosetho. Ere kaka ineno time yie ka ng'ato chung' to wacho gik ma ji ok par ni nyalo timore. Iwacho kiyie nikech Nyasaye ma wan e nyime. Ok en Nyasaye mar mzaha. Ok en Nyasaye miwalogo. En Nyasaye ma gima wachne to timo. Koro kiyie gi e chunyi. Ifulo gi dhogi. Nitido resruok. Ok in kendi. Nyithindi. Kata oweteni mochiko ibiro yudo resruok.
Mama mimi ndio bana sasa nyalo waro ngata chene dala. Mangano dok dala mano sa ni ba na bele dala. Ndio bana nyalo luongo ngata ma ji paro sera. Mako dokto dala kuro neno kaka dala. To mali weche momiyo wangi makawuono. Oro kawarwa ko yie maduong'. Jehova ma wani nyime. Yuagruok ma waseyuagorego te. Kaka notimo ne Jeremia. E kaka ebiro timoni. E kaka obiro timona. Mana ka waseyie. Nikech en mantie. En Jehova kende. Onge ng'ama imedego. Ka ng'ato we gik moko te. To nikech Nyasaye. To Nyasaye biro ting'e malo. To ka ng'ato we Nyasaye. E wach machal nade. Nyasaye biro weye. Agone Nyasaye erokamano. Nyasaye mondo